mambo ya broad based government. Najua hapo mbeleni uliweza kuongea kabisa na kwa kinagobaga kwamba umeweka mitego State House na hakuna mtu atapita hapa, na kila siku uko na macho yako kuhakikisha kwamba hakuna mtu amekuja kuharibu kazi yenu ama mpangilio ya kazi ambayo serikali imeweka pamoja na Rais William Ruto. Lakini vile tunajuavyo saa hii ODM na timu kubwa imeingia serikalini. Mitego yako ilifanyika namna gani? Walipenyoka namna gani mpaka hadi wakafika State House? Ya pili ni kwamba kulikuwa na wakati uliweza kushtumu Director wa Intelligence Noordin Haji, na najua kwamba uko na ama unakaa katika kikao cha Security Council, unapata information intelligence kuhusu mambo yanaendelea kwa nchi. Unaona hiyo mambo ya kushtumu the Director of Intelligence iliweza kuweka in bad light? Mambo mawili broad based. Historia ya mambo ya kuleta Raila kwa serikali unaijua. Sisi 2018 mwezi ya 3, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alilete Raila katika serikali yake. Rais William Ruto alikuwa deputy president akapinga, na sisi akatuambia na akatuconvince ya kwamba Raila si mtu mzuri na amekuja kuharibu serikali yetu. Na rais akazunguka mlimani na akaeleza watu wa mlima ya kwamba huyu Raila amekuja ndio ameharibu uhusiano yake na Uhuru Kenyatta na ameharibu serikali na ni mtu mbaya. Na sisi tukakubali. Na kwa hivyo tukasema, Rais Uhuru Kenyatta akatuambia tuchague Raila Odinga. Sisi kati ya Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto tukamwamini William Ruto, tukamwambia Uhuru Kenyatta, bana, wewe umekosea, mambo ya Raila hatutaki. Huyu mtoto wa Sugoi ambaye ameokoka, ni mtu ya kanisa, ndio tunaamini maneno yake, Raila ni mtu mbaya. Na kwa hivyo sisi hatutaki Raila, tunataka William Ruto. Sisi tukangangana, tukakataa Raila, tukapatia William Ruto 87% ya kura zetu. Raila akapata 13%. Tulipoingia kwa serikali, tukasema mimi na rais, hakuna siku tutakubali huyu Raila akuja katika serikali yetu, kwa sababu ataharibu vile aliharibu serikali ya Uhuru Kenyatta. Siku wameanza maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa, mimi ndio nilisaidia rais, na unakumbuka, kupigana na hao watu ya ODM na watu ya maandamano. Na ndio nikasema hii maandamano tunaona kama ni njama, Raila anataka kuingia serikali kwa nguvu. Mimi tukikubaliana na rais, nikasema hii State House hatutakubali rais Raila afanye nini, aingie. Na mimi nikiwa mtu ya rais ya mkono, nitaweka mitego kila pahali kuhakikisha hafanyi nini, haingii. Na nikatoa hiyo hakikisho kwa watu ya Kenya. Nasikia wali Raila aingie katika serikali yetu. Na hivyo mimi nikatupatia kama msaidizi wake ya kuhakikisha anakuja haribu serikali yetu. Lakini mimi ni mtu amesoma, na mimi ni mzee kidogo, na nimekuweko katika hii siasa kwa miaka mingi. Mimi kwa serikali ya Mwai Kibaki, nimekuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, nimekuwa kwa hii serikali ya Ruto. Nikaanza kuona dalili ya kwamba rais na Raila wameanza kuongea. Rais William Ruto ni mkubwa yangu, mimi siwezi bishana na yeye na siwezi pinga ile anataka kufanya. Nilipoanza kuona wameanza kuongea, nikarudi nyuma kidogo, na kama ulidiscover kuna mahali ilifika nikawacha kupiga Raila. Sijui kama uli notice. Nikawacha kutoa makobora ile nilikuwa natoa, kwa sababu mimi ni mtu ya mkono ya Rais William Ruto. Wewe ukiona bosi yako yule mtu anapiga wameanza kuongea, utapigana na yeye kufanya nini? Baadaye alikuita akakuongelesha akakwambia tumeanza kuongea na mzee. Bana haja niambia, mimi naona. Siku nimeona hao pale na Museveni na ng'ombe wa picha msituni huko,
na mimi nilikuwa nimemsindikiza rais kwa airport. Na hakukuambia naenda Uganda. Lakini si mimi mtu mwerevu. Saida nilimuona pale na Raila na Museveni na yeye wakiongea. Nikaenda pale State House, ile mitego yote nikatoa. Kwa sababu sema hakuna haja. Hiyo nyumba hapana yangu. Unajua mimi nilikuwa nafanya kazi ya kujituma. Unasikia? Nilipoona wanaongea na ninaona wanaelewana, mimi nikasema mimi ni mtu mwerevu. Kikwetu kuna msemo wanasemanga, kuna mambo ingine hutakiwi kuambiwa. Unajijazia. Unajijazia tu. Ati lazima unajijazia. Nikajijazia kwa sababu mimi si mtu mjinga vile watu wanafikiria. Na vile nilijijazia imekuja kuwa ndio. So nikajua hapa bosi yangu na yule wameelewa.